Tulimuosha 1 million. 1 million 1 million. akawapea kabisa. Akatupea 1 million kabisa. From grass to grace, but today we focus on the opposite, from grace to grass. Story of one Junior Muthoka, a well-established wash businessman who went broke. Kwa majina naitwa Junior Muthoka. Umesema Muthoka mtaa gani? Nimetoka mtaa Kitui. Kitui. Now, Junior, the story that tuko nayo hapa in hand ni kwamba Junior said that one day you are very rich, ulikuwa na pesa nyingi sana. Okay. Na watu wanataka kujua is it true what was happening? Watu wanataka kujua how did you get the money that ulikuwa na, story yako ni gani ukafikia mahali kama hapo, alafu leo ukafika mahali ambapo tunaweza sema maisha ni kama yali change. So Junior, first things first, where did you get your wealth? Nilikuwa na ni wash business. Ulikuwa unaosha watu? Hapana. Upasta. Oh, unadanganya watu wewe ni pasta? Nadanganya watu mimi ni pasta. Nawaambia watu masandaka. Naombea. Naombea. Nikishaombea na block. Who introduced you to the wash business? Nani alikuleta hapo ndani? Ni mapasta. Mapasta? Mapasta aje sasa? Ulipatana na pasta akakwambia fanya hivi ama what happened? Marafiki zangu yani. Marafiki zako? Kwa nini umesema mapasta ndo walikuingiza kwa hii kazi? Kwa sababu marafiki zangu wote walikuwa tu ni mapasta. Walikuwa wanajiita, mlikuwa mnajiita mapasta. Mapasta. Group yenyu. Group yetu. But hamkuwa mapasta wa kweli. For example, like watu wenye mliosha, nani mshiosha pesa nyingi sana? Msungu mmoja tu. Tulimuosha 1 million. 1 million? 1 million. Akawapea kabisa? Akatupea 1 million kabisa. Swali yangu ni moja, how did you manage to scam huyo mzungu hiyo pesa? Huyo mzungu tulienda kwake, tulikuwa tumebeba Biblia na anointing. Tukifika kwake ni boma yake, alafu tukamwombea. Tukamwambia alikuwa na akaunti mbili. Tukamwambia moja asambaze kwetu, ndio tutamwombea zikuwe nyingi. Hiyo time venye mlikuwa mnamwambia mtamwombea zikuwe nyingi, mlikuwa watu wangapi? Au mapasta, hiyo group yenye mapasta? Tulikuwa kama watu 5 hivi. 5? Now, inasemekana na kulingana venye mimi nilikuwa naambiwa ni kwamba ulimanage kutoroka na hiyo 1,000,000 na wale wengine hamkupata. Juu wewe inasemekana hapo ndo uliachia shule na ukatoroka ukaachana na wao. Ukweli ukoaje hapo? Ni ukweli. Sababu mimi nilikuwa na shida sana. Ndio nilifanya kutoroka na pesa, hizo pesa zote. About kupata pesa, sasa watu wanataka kujua kuliendaenda aje ukajipata kwa hii hali yenye uko sahii, mahali ambapo unaishi nyumba yenyewe ndo kama hii, na inasemekana ulikuwa na milioni. What happened? Nikipata hiyo 1,000,000 sikukuja nyumbani Kitui. Nilienda Nairobi. Nilikula raha na madem zangu. Nikatumia mendarati. Ndio hata ikanifanya sasa niko hivyo. Hii ndio nyumba yangu. So, watu nataka kujua sasa, how did you notice that maisha yako like pesa imeisha, maisha ya Nairobi ya raha yanakucost? Ulijua aje sasa? Nilijua madem zangu akiniacha, marafiki zangu waliniacha. Sasa sikuwa na nyingine. Familia yangu ndio ilinikujia. Ikanileta town huku Kitui sasa. Ukipewa nafasi leo uzungumze na mtu hapo nje mwenye anafanya wash business, kisa tuna maana maisha ni magumu, unaweza mwambia nini? Naweza kumwambia kama ni hiyo kazi sasa, achana, kwa sababu hata mimi ndio ilinifanya niache hizo pesa ziishe, niache shule. Ndio maana sasa maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu Kitui sana. Hata najutia saa hii. Wajutia? Pole. Asante. The wages of sins is death, but for him, back in the village, he believed that he is ready to change, and if we get someone to assist him, he can go back to school and also learn and get to sustain his life. But meanwhile,
He's also just like another village boy trying to hustle as others do in the village. Stick with us for more stories. DP Online TV.